Watu 11 waliuawa na mamia kujeruhiwa katika maandamano ya hapo jana yaliyoadhimishwa mwaka mmoja tangu maandamano mengine kuhusu mswada wa fedha wa mwaka 2024. Katika tukio la hivi karibuni, watu 3 walipigwa risasi na kuuawa eneo la Ongata Rongai, kaunti ya Kajiado, Juja na Kikuyu, kaunti ya Kiambu, na hivyo kufanya idadi ya waliouawa kufikia 11. Vifo vingine vimeripotiwa katika maeneo ya Ngara na Embakasi hapa Nairobi, mjini Emali kaunti ya Makueni, Matu, Machakos, Olkalau na Molo kaunti ya Nakuru. Mimi nilikuwa nyumbani kwangu nikiasha jiko. Coincident, mtoto akapatwa na risasi ikagonga ukuta, then ikamrudi ikamgonga kwa shingo. Tumekimbia hospitalini, tumepata matibabu, na hii matibabu si bure, matibabu ni ya kulipa, na haukukuwa kwa maandamano. Risasi inakupata kwako kwa nyumba. Tume ya Kitaifa ya Kutetea Haki za Kibinadamu KCNHR nayo inaeleza kuwa kando na waliouawa, wengine 400 walijeruhiwa katika maandamano hayo ya hapo jana. Maandamano hayo yanadaiwa kuadhimisha mwaka mmoja tangu mauaji ya vijana wa Gen Z zaidi ya 60 mwaka jana, mauaji yaliyotikiza taifa na kuibua mjadala mpana kuhusu nafasi ya vijana, usalama na haki za kiraia, wananchi sasa wakilaumu serikali kwa kushindwa kuwasikiza vijana. Silas Juma ana mengi zaidi. Katika kaunti ya Mombasa, Lamu na Taita Taveta, maelfu ya vijana walijitokeza mitaani kwa amani, wakibeba mabango na kuimba nyimbo za kumbukizi, wakisimama na familia za waliowapoteza wapendwa wao mwaka uliopita. Lengo kuu lilikuwa kuonyesha mshikamano, kudai haki na kuenzi maisha ya wale waliouawa kwa kudai mabadiliko. Tunaandamana sababu ya haki. Haki inakosekana. Tunakuwa tunasoma, unafika darasani, unachukuliwa na unaenda na unapotea hivyo hivyo. Tunataka justice na tunataka reforms kwa polisi. Na lazima reforms ipatikane. Familia zilizowapoteza wapendwa wao zikiwa na ombi moja tu kwa serikali, zinataka haki. Joash Ombat, huyo ndio baba wa marehemu Joash Ombat. Mimi ni mjomba. Kwa wazazi pia waelimishe watoto wenu wasio wanatokezea njiani ovyo ovyo. Hata hivyo, kile kilichotakiwa kuwa kumbukizi ya amani kilibadilika kuwa jukwaa la huzuni baada ya vurugu kuzuka kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama katika baadhi ya maeneo. Mashirika ya kijamii na wanaharakati wa haki za binadamu wamelaani vikali ukatili dhidi ya raia na kutaka serikali kuwajibika. Those police officers who are responsible killing and enforced disappearance lazima wachukuliwe hatua na waende kotini. Kwa mara nyingine, vijana wa Gen Z wameonyesha kuwa hawatanyamazia uovu, lakini vifo vya wenzao na kujeruhiwa kwa mamia wengine kumeibua maswali mapya kuhusu iwapo serikali inasikiliza sauti ya vijana au inaitishia kimabavu, iwapo vyombo vya usalama vinaongozwa na sheria au wanatumia nguvu kupita kiasi, na iwapo taifa limejifunza chochote kutokana na tukio la mwaka jana. Hata hivyo, wananchi wameitaka serikali kuwahusisha vijana katika masuala mbalimbali ya kitaifa na kuwajibika kwa kutimiza ahadi zake kwao kama njia bora ya kusitisha maandamano hayo. Ruto alizunguka Kenya mzima akiwaambia Gen Z atawatafutia kazi nafasi 500 kila mwaka, maisha mazuri. Tumeona ameletea Gen Z manifesto ya mauaji na uporaji. Jaylax Radio, hapa penyewe. Maafisa wa polisi wamekemewa vikali kwa kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano yaliyofanyika jana eneo la Molo kaunti ya Nakuru. Katika tukio hilo, maafisa wa polisi walitumia vitoza machozi kuwatawanya waandamanaji na baadaye wakaanza kutumia risasi, jambo ambalo lilisababisha majeraha kwa baadhi ya waandamanaji, wengine hata wakiwa manyumbani. Kijana mmoja alifariki baada ya kupigwa risasi kichwani, wakazi wa eneo hilo wakilalamika hatua hiyo na kusema polisi hawapaswi kutumia risasi dhidi ya waandamanaji kwa kuwa ni ukiukaji wa haki za kibinadamu. Daniel Kiplimo anatuarifu zaidi. Anjeri, mkazi wa kijiji cha Karuri katika mji wa Molo, akiwa na hofu tele, anaeleza jinsi mwanawe wa miaka 7 aliponea kifo chupuchupu baada ya risasi kutua katika boma lao, kugonga ukuta na baadaye kumjeruhi mwanawe shingoni. Mimi nilikuwa nyumbani kwangu nikiasha jiko. Coincident, mtoto akapatwa na risasi ikagonga ukuta, then ikamrudi ikamgonga kwa shingo. Tumekimbia
tumekimbia hospitalini, tumepata matibabu, na hiyo matibabu si bure. Matibabu ni ya kulipa, unailipia na ni mtoto na haukukua kwa maandamano. Risasi inakupata kwako kwa nyumba. Ni kisa ambacho kimekemewa vikali na wakazi wa Molo pamoja na viongozi wa kaunti ya Nakuru, wakisema maafisa wa polisi walitumia nguvu kupita kiasi na kufyatua risasi kiholela, jambo lililosababisha watu kadhaa kujeruhiwa kwa risasi, huku mmoja ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha 4 akipoteza maisha yake. Nimehisi vibaya sana, serikali waangalie, ni hapo risasi zinatupata kwa nyumba. Nimeshuhudia mambo isiyo mazuri sana, sababu maaskari wetu wamefanya kazi kiholela sana, wanarushia wananchi, hata wenye hawana, hawaibi, hawatishi watu, hawapigani, hawapori mali, lakini wanarusha bunduki holela hofyo. Mimi nimeona vibaya sana, risasi kukuta mtoto kwa nyumba na ikampiga kwa shingo. Saa hizi anashughulikiwa hapa hospitali. Nataka kuuliza, kwani hawa polisi wa Molo wamekubaliwa kutumia risasi rifle? Kama wanatumia risasi kiholela, tujue hii ni serikali ya aina gani? It is possible watu watoke nyumbani, wakuje wa dance the whole day, wakuje wa dance wafanye kenye wanafanya, so long as they don't root, so long as wasiende kuiba mali ya wenyewe. Kazi ya polisi inafai kuja mahali watu wanaiba mali ya wenyewe. Lakini kama ni kudance na wewe utumie risasi live kupiga marisasi watu, polisi anafaa wachukuliwe hatua personally. Wakazi hao wamesema kuna haja ya pande zote kusikizana, wakisema kuwa maandamano haya yamechochewa pakubwa na viongozi kutowasikiliza Wakenya. Wakazi wa kaunti ya Isiolo na wameeleza kutamaushwa na namna serikali na maafisa wake wa polisi wanachukua sheria mikononi na kukiuka katiba katika maandamano ya vijana wa kizazi cha Gen Z. Wakazi hao wakisema nchi hii inarejeshwa katika zama za giza ambapo hata vyombo vya habari vinadhibitiwa na serikali na hata kufungiwa mawimbi. Mwanahabari wetu wa kule Isiolo Jerry Seme anaarifu zaidi. Baada ya maandamano ya hapo jana ya vijana wa Gen Z katika kaunti mbalimbali nchini kuacha watu kadhaa wakiwa wameuawa na wengi wakiwa wamejeruhiwa na wengine wengi wakiwa wametua mbaroni na maafisa usalama. Ruto tulikuchagua huku umejificha kanisani. Tunataka kukutoa sasa. Sinye tunang'ang'ana kusurvive na bado tunapandizwa kila kitu bro. Umecheki? Sasa wakazi kaunti ya Isiolo wameilaumu serikali na idara ya polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi kwa waandamanaji na kusema maafisa hao usalama wamekiuka katiba. Kwa majina naitwa Pastor Shandrak. Ningeomba serikali ya Kenya, tafadhali tunawaomba kabisa msiwe watoto wetu, na tunajua kuna wengine walikufa mwaka uliopita. Tunaomba serikali muonee hao watoto huruma. Vile we mtoto wako angekufa usikie, ndivyo hao wazazi wao watoto wanasikia. Katika maandamano haya ya kikatiba kuna wale wameuliwa, na tunataka kukataa hiyo tabia ya polisi kutumia nguvu kinyume na sheria. Hivyo tunaomba serikali isikize hawa vijana kwa sababu wako na kile kinafanya waandamane. Kulingana nao, serikali pia haikufanya haki kufunga baadhi ya vyombo vya habari baada ya kuwaonya dhidi ya kupeperusha matangazo ya moja kwa moja ya maandamano hayo ya vijana wa Gen Z. Wakati wa maandamano tumeona serikali imesema televisheni wazifungwe. Hiyo sijaunga mkono, sababu hiyo ni kinyume na sheria, kwa sababu Wakenya wanataka kuangalia watoto wao wanaendeleaje katika pale kwa maandamano. Wakifanya mambo mengine wafikirie na wajue pia hata media wako na haki ya coverage ya yale mambo yanaendelea. Hata hivyo, wamewashauri vijana kuwa waangalifu wanapoandamana na pia kujaribu kuandamana kwa mujibu wa katiba. Tena na zinyi Gen Z, ni vizuri muelewe hata kama tunaandamana tupate haki. Tundai haki zetu kwa heshima kwa sababu constitution inatukubali. Msikilizaji, taarifa hizi ni za Dira ya Jaylax Radio awamu ya saa 1. Jaylax Radio, hapa penyewe. Radio Superfly. Kweli na burudani ikiletwa kwako na Jaylax Radio. Nyati ni mnyama wa kitaifa wa nchi ya Scotland. Alichaguliwa kwa sababu ya uungwana na usafi wake. Kweli na burudani.